Ngoja. Usitaki kuniambia kwamba tayari umeshafanya hicho kitu? Angalia huu ujumbe nilikutumia WhatsApp. Ama pia utaupuuza. Kwa hili bwana Inieni. Lakini za huko utokako huko baba nzuri, ila sasa hivi baba maji ni ya shida. Mama bwana, haya maji sasa hivi yapata sote, kila mmoja apate maji, ndio maana amekuwa ya shida. Baada tu nikwambie kitu, inabidi hali nizoee mwanangu. Hata kama baba ndio tuteseke hivi. Sawa mwanangu, tuachane na hayo. Na zawadi nzuri leo nimekuletea kwa ajili yako mtoto wangu. Baba, zawadi gani? Umeanza. Mbona haraka haraka hito? Wewe kaa subiria zawadi. Ila kwa shalaitiri moja. Fimba macho nikupe zawadi. Hivyo sitaki utamdanganya. Hapo sawa. Sala mwanangu. Nabeba. Dunia ni fumbo iliyokosa ufumbuzi. Na chochote kilichokupo duniani kitatoweka. Baba, unamaanisha nini kusema hivyo? Usiogope mwanangu, wala sina maana mbaya. Kikwetu nikisema hivyo na maanisha hivi, ipo siku nitatoweka katika hii dunia. Na wewe utakuwa umeshafanikiwa, umeshaelekea mjini kwa ajili ya kutafuta maisha yako na familia yako. Baba bwana. Hivi unajua huwa naumia sana wewe ukitamka kauli kama hizo. Na unajua kabisa mtoto wako nakupenda kupindukia. Kwa unavyotamka kauli kama hizo mimi unaniumiza. Samahani babangu, ila naomba usiongee hivyo. Sawa mwanangu. Hata mimi nakupenda na nimekuelewa vizuri sana. Ila ukija kufanikiwa katika maisha yako, usije kudharau familia yako. Sawa baba. Na mimi nimekuelewa pia. Na yote ulioniambia nitayafanyia kazi. Babangu, usinifanye hivi. Mtoto wangu nakupenda, umesubiri nifike mjini ndo uondoke. Sawa, una shida gani? Babangu amekufa. Nini? Sina sawa. Sasa hivi ni jioni, muda umeenda sana. Kwa hiyo pumzika. Tutaenda salani. Sawa. Siwezi kuvumilia kukaa. Niko nampenda mimi babangu. Na kila kitu kwenye familia yangu. Mimi siwezi kubaki na kuomba mimi niende sasa hivi. Nakuomba siwezi kuvumilia Mungu. Sawa. Najua jinsi gani unavyojisikia. Najua jinsi gani inaumiza. Lakini sasa hivi mimi nazungumzia kuhusu usalama wako. Hata ukifika kule, itakuwa usiku sana. Wewe mimi nakuahidi kesho asubuhi sana tutawahi. Nilo, samani mara moja. Naam kaka. Kuna vitu vimekosekana kwa ajili ya maandalizi ya maiti. Kwa hiyo nimekuita hapa ili nikuombe kama ikiwezekana ukanifuatie dukani. Yaani kaka,
hicho kitu mimi sio cha kuniomba, kwa sababu huu msiba ni wetu sote. Kwa nini mimi uniombe sasa? Unaweza ukaniagiza tu. Okay, sawa. Kilichopungua hapa ni ubani pamoja na karafuu maiti. Sasa naomba ukanifuatie. Umesema ubani na karafuu maiti? Ndio. Nilo. Sasa mbona unaondoka ingali sijakupatia pesa? Ukifika huko dukani utanunulia na nini hivyo vitu? Kaka Chenga, hakuna haja leo lazima kunipa pesa. Huu msiba ni wetu sote. Yaani ni wako lakini na mimi ni kama wangu. Kwa hiyo mimi pesa nipo nayo, nitaenda tu kununua dukani. Hakuna shida yoyote. Sawa, asante. Basi usichelewe huko nakoenda. Sala, gari imekataa kuwaka. Yaani sijui hata shida ni nini. Sasa dada, hapo tunafanyaje? Hapana, sina cha kufanya. Okay, nimekumbuka. Kumbe na namba ya fundi kwa nishasahau. Haipatikani. Dada, sasa hapo tuangalie cha kufanya, muda unazidi kwenda. Mimi nadhani ungeenda ukikutana na bajaji au boda wepanda ili wahi kufika. Sawa? Sawa. Pole na uwe na safari njema. Asante dadangu, ili ujitahidi kuwa makini. Mwenzako anatoa ya ndo mapenzi ya video yanaumiza na kutesa. Chili ya mshikaji wangu. Yaani kiufupi hata sijui niseme vipi. Ila kiukweli ni kwamba nakushukuru sana. Maana umeweza kunisaidia. Na naweza nikasema kwamba kiufupi sina cha kukulipa. Ila Mungu pekee ndio atakayeweza kukulipa kwa hichi kitu ambacho umetifanya kwa upande wao. Unajua rafiki yangu, mimi nimeshakutoa kwenye daraja la urafiki. Wewe sasa hivi ni ndugu yangu. Yaani wewe ni ndugu yangu haswa kindaki. Nikisema ndugu yangu namaanisha. Sasa wewe unadhani mimi nisipokusaidia, ambaye ndo mtu wako wa karibu, hivyo nadhani Wambari anaweza kukusaidia kwa lolote kweli kaka? Yaani kaka, kiukweli nashindwa hata cha kusema juu ya maneno yako. Kumbuka wewe ndo umejitolea kwenye maisha yako kwa sababu yangu. Sawa. Nimefurahi sana na maneno yako. Nashukuru sana Chibia. Sawa kaka. Hebu kwanza tuachane na hilo. Tuje upande wa pili. Vipi kuhusu swala langu? Ulifanikiwa kunitia sawa? Tayari nimeshaliweka sawa, tena mapema sana. Kwa hiyo sasa hivi unaweza ukaenda kuendelea vitu vyako vizuri. Mungu wangu, hivi mimi nitapata msaada kweli?
maana hapa muda unazidi kwenda na nitapajuaje huko msibani? Mungu, naomba unisaidie kwenye hili. Sio kila alianguka ameisha potea, maisha unikamua, machozi yananicheka, lakini najua Jukuna anaweza, ananificha dhoruba, ananipa hewa, anasema niachane. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mwanangu, na pia hata sijui yuko wapi huyo aliyomgonga baba yako. Kikubwa tu tuendelee kumwombea dua baba yenu. Mama, unajua ni kiasi gani nilikuwa nampenda baba yangu? Baba, kwa nini ameondoka mapema hivi? Dasara, ni kweli sasa hivi tunapitia kipindi kigumu sana, lakini natakiwa tujikaze. Haya, sasa tuendelee tukaungane na wenzetu huko ndani. Sawa mama, nimekuelewa. Ila moyo wangu unaniuma sana. Ni kweli Dasara, lakini kwa sasa hivi tumsikilize mama anachokisema. Twende tu ndani. Sasa sikiliza, kuna jambo nataka uniazime masikio yako kwa umakini kabisa. Yaani nipo hapa kaka, na kusikiliza tena kwa umakini mkubwa. Ndugu yangu, kama ikitokea mtu amenielewa, yaani hana makunyanzi hata kidogo, brother, mimi nakuahidi zawadi. Nitakutunuku bonge zawadi ambayo hujawahi kupewa na mtu yoyote hapa duniani. We Chimia, kuwa serious basi. Hicho unachokisema unamaanisha au ndo upo kwa ajili ya utani? Ndugu yangu, mimi sijawahi kuongopa. Sina huo taratibu kwenye maisha yangu, bro. Hata kitabu kinakwambia kulul haka wa ikana murra. Sema kweli japokuwa uchungu. Swadakta. Sasa ndugu yangu, mimi niongope ili iweje? Basi sawa. Mimi nakuamini pia nakutegemea. Na imani kwamba zawadi itakuwa mzuri. Acha nikumalizie mchezo. Ila tu kitu kimoja ambacho sikitaki, itokee nimekutana naye afu analetea ngendembwe mashauzi. Mimi namjua vizuri huyo mwanamke. Aishi visilani vimaneno vya chini. Kaka, kwenye masuala ya wanawake mimi nina experience kubwa sana. Yaani ninachokuambia ni kwamba ni kitu nimekimaliza kabisa. Yaani kila kitu kipo sawa. Hapo umenikosha ndugu yangu. Kiukweli ulikuwa na medali yangu moja. Sasa hivi nimekuongeza medali ya pili. Na maana kwa kama ni mwanajeshi, wewe umepanda cheo. Basi na noma. Tuingie zetu ndani. Sio kila alianguka ameisha potea, maisha unikamua, machozi yananicheka, lakini najua Jukuna anaweza, ananificha dhoruba, ananipa hewa, anasema niachane, wanasema niache, lakini moyo wangu haujui kurudi nyuma. Kuna sauti kaka, sikamani nakuomba mara moja. Bila samani. Habari yako kaka? Mzuri tu, sikiza kwako. Salama. Nilikuwa nahitaji msaada kama utojali. Msaada gani? Kuna mahali nilikuwa naelekea na mwenzangu, lakini bahati mbaya ajali imenizimikia. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji fundi ili aweze kunitengenezea ajali yangu. Mimi dadangu, yaani kumpata fundi mtaa huu, yaani ni mbali sana. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kumpata. Sasa nitafanyaje kaka? Ila mimi naweza kulifix ile gari lako. Ni fundi pia. Sawa, naomba unisaidie. Sawa, usijali.
Ingia kawashe gari. Asante sana kakaangu. Yaani asante sana, sijui hata nikushukuru vipi. Dada yangu bwana, haupasi kunishukuru kama hivyo bwana. Hivi ni vitu vya kawaida tu. Okay, sawa. Nikulipe kiasi gani? Hiyo pesa ungekaa nayo tu, itakusaidia kwenye mahitaji mengine. Lakini umenitengenezea gari. Usijali kuhusu hilo. Samahani mara moja. Naam Sara, kipenzi cha moyo wangu. Pole sana kipenzi kwa kuondoka na baba yako. Najua inauma lakini unatakiwa kujikaza sasa, sawa? Nimeondoka hapo nyumbani kwa sababu kaka yako ameniagiza baadhi ya vitu. Sawa, narudi so muda. Sio kila alianguka ameisha potea. Maisha unikamua, machozi yananicheka, lakini najua jukuna anaweza. Ananificha dhoruba, ananipa hewa, anasema niachane. Mimi na wewe tunapendana, tumekeana.